hakuna siku baba alituambia tuunge mkono William Ruto 2027. Hakuna. Na kwa sababu watu wamekuwa wakisema ile vitu baba aliwaambia, hii mwaka hata mimi nataka kusema ile vitu baba aliniambia. Baba aliniambia Kasongo 2027 home. So mtu asiniulize nafanya nini hapa. Unajua moderator, kuna watu wamechaguliwa constituencies ambao familia yao peke yao is big enough kufikisha kura 15,000 mtu anakuwa mbunge. Pale Nairobi lazima uchaguliwe na kila mtu. Mimi Sifuna nimepigiwa kura pale Nairobi na kabila zote ndio ukue senator wa county ya Nairobi. Wakamba lazima wakuunge, Wakikuyu lazima wakupigie, Waluya wakupigie, Wajaluo wakupigie, Waindi wakupigie. Bila kura yao hauingi. So pale Nairobi hatutaki kuambiwa mambo na watu ambao kwa kijiji yao peke yao, kijiji tu, wako familia yao wamezaana sana, wamefikisha watu 3,000 wanakuchagua unakuwa mbunge. Nairobi is a different issue, na sisi tunaishi pamoja. Mimi nimesema sitakubali mtu anichagulie marafiki zangu, sitakubali mtu anichagulie maadui wangu. Wewe kama uko na shida na Methu kwa sababu huwa anyoi, hiyo ni yako. Mheshimiwa Methu, mimi Disemba nilikuwa nyumbani, nimeenda kuona wazazi. Kule Western ni 1 term. Sasa unajua nyinyi huwa mnaringa ati nyinyi ndio wenye 1 term. Nataka kuwaambia kama katibu mkuu wa chama cha ODM, maeneo yote ambayo yalikuwa naunga baba Raila Amolo Odinga yamechoka na Kasongo. Wote wamechoka na Kasongo. Nimeingia hapa, nilikuja mapema kidogo, nikapata fursa kukutana na watu wanachuna majani chai hapa. Wananiambia vile Makasongo ameingililia mambo ya majani chai hapa mpaka ameharibu soko ya majani chai. Soko ile mlikuwa mnapeleka Sudan kwa sababu ya hii vitu yake imeharibika, hakuna. Ile mbolea badala ikuje Julai inakuja Disemba, ama nilikuwa naambiwa uongo? Nimeambiwa mnaletewa hapa sheria waongeze ushuru kwa majani chai, sijui management fees, sijui nini. Vitu mingi iongezwe hapo kwa sababu ya kumaliza mkulima mdogo hapa. Na wewe moderator emeritus umetuambia, umetupea challenge hapa kama viongozi. Umesema kwamba sisi kama viongozi lazima tuzungumze kwa niaba ya vijana, kwa niaba ya kina mama, kwa niaba ya wazee, kwa niaba ya mwananchi, mpaka sauti zetu ziweze kusikika. I want to assure you ya kwamba mtu kama Sifuna huyu ukimwambia aongee ni kama kutuma samaki akaogelee. Hiyo ndio kazi yangu. Na nitajificha nyuma yako. Nikisema jina yako kwa bunge usiniruke. Nitasema moderator wa Interfaith Council aliniambia niseme hii mambo, si ndio? Bunge, National Assembly ndio wanatoa pesa kila wakati ya kufanya mass registration ya voters. I want to assure you moderator, wakati mass voter registration itatangazwa, sisi vijana ambao umeona tukisimama hapa mbele ndio tutaongoza hiyo sherehe ya kuhakikisha vijana wetu wote wanachukua kura. Tutakuwa pale. Huko Nairobi wanajua Sifuna ni waziri wa sherehe. Unisamee moderator. Hizo mashini za kuandikisha wananchi vijana tutaingiza kila mahali mpaka huko Quiver. Zitaingia. Hao wanajua Quiver ni wapi. Kwa sababu project ya kupeleka Kasongo nyumbani haitaki mchezo. Lazima tukue deliberate about it and we are going to rescue this country. Na mtu asiwadanganye hapa ati wewe sijui nini. I want to say any person can build a road. Anybody can build a house. Dictators build roads, dictators build houses. It takes a true patriot with values to build a nation. What we are trying to build is a nation. I'm telling you. Mtu ambaye anaheshimu demokrasia bado anaweza kujenga barabara. Mtu ambaye haui vijana bado anaweza kujenga barabara. Kwa nini mna insist huyu mtu ambaye anaua watu aendelee? Mimi najua Kenya hii it cannot afford another 5 years of William Ruto. It cannot afford another year of William Ruto. Na nataka nimalizie kwa kusema, kwa sababu mmesikia watu wakisema hapa Sifuna anaelekezewa maneno. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu. Nimesema Ruto 1 term.
Na nina sababu. Mimi najua siasa ni ushawishi. Mheshimiwa Rigathi, unajua nimekuja hapa, nimesikia nyinyi mkiongea, nilikuwa nacheka tu hapo nikiwa nimekaa kwa sababu unisamee tu, lakini lazima niseme hii. 2022 tulikuja hapa kwa hao watu wa Mlima. Tukajaribu kuwaingiza box wa. Tukaambia hao watu baba akiingia masomo ni bure kutokea chini mpaka juu. Tukasema matibabu itakuwa bure kutoka chini mpaka juu. Tukasema tutawadunga 6,000 kila mwezi. Mazee mlikuwa mnatuangalia tu. Mnatuangalia tu. Alafu ule jamaa mwingine sijui nani alikuwa amemfunza Kikuyu. Hako tu mwadhani ya gosho. Akiingia hapa bana nyie watu mnasema huyo ndio tunataka. Sasa saa hii nasikia vile mnaongea. Naona mambo si mbaya. Mambo si mbaya. Lakini lazima nitoe shukrani. Unajua watu wengi wamesahau Mlima Kenya hii kwa mara ya kwanza Baba Raila Amolo Odinga alizoa kura zaidi ya 1,000,000. Na ndio maana mliona nikipigia Uhuru Kenyatta asante. Kwa sababu alitusaidia. Mlitusukuma lakini alitusaidia. Wengine walikula pesa ya Uhuru Kenyatta sawa sawa. Mimi najua kama katibu mkuu pesa nyingi ambaye tulifanyia campaign ilikuwa inatoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alitusupport kihali na mali, ni ukweli. Lakini sasa si saa hii kuna mshenzi mmoja ametambua kwamba kuna ubaya ya pesa ya Uhuru Kenyatta. Nataka niulize Junet. Wewe Junet, pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Siku ile ulikuwa unachukua hiyo pesa na hata yote hukuleta kwa chama. Ingine ulikula peke yako na mabibi yako. Siku ile tutaanza audit ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ni vizuri umeanzisha hiyo debate, kila mtu aseme ile kazi alifanya 2022. Wewe ulikuwa unakula pesa ya Uhuru, badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Wamunyoro wakatupiga 10-0. Saa hii tunalia huko nje. Kama sio wewe Junet tungekuwa kwa serikali. So mimi huwezi nitisha bwana. Hawezi kunitisha. Wanasema Nairobi ukipata sponsor mpya usianze kutukana ule alikutoa kwa bed sitter. So mimi nataka nikamilie hapo. Niwaambie Mheshimiwa Gachagua, hakuna mtu ambaye ana uwezo ya kunifukuza ndani ya chama cha ODM. Wewe tulia tu. Sisi Waluya tunasema mkienda kuwinda mnyama ambaye amekuwa akikula kondoo, anakula kuku yako, amuendi wote kwa laini moja namna hii. Sijui kama mnanielewa? Mnanielewa? Wewe ingilia hii pande, akifikiria ni wewe, anasikia amepigwa mshale ya kifua. Anasikia mwingine amemshika shingo, mwingine amemshika mguu, kidogo kidogo fisi wapi? Chini. Kwa hivyo mimi nataka mkae ngangari. Sisi ndani ya ODM tunaamini kile kitu baba alituambia. Hakuna siku baba alituambia tuunge mkono William Ruto 2027. Hakuna. Na kwa sababu watu wamekuwa wakisema ile vitu baba aliwaambia, hii mwaka hata mimi nataka kusema ile vitu baba aliniambia. Baba aliniambia Kasongo 2027 home. Asante sana, Mungu awabariki. Kwanza kupata habari punde zinapotokea. Asante sana kwa kuwa mtazamaji bora, na siku moja itajipa. Endelea kutufuatilia kwenye taarifa zetu. Jina langu ni Washington Mwale.